Almighty God, we thank you because of who you are. We all in agreement acknowledge that you are our God and that you have prepared something great for us, because your plan to man, they are for our future and to give hope in Jesus' name. Hallelujah. Through your word today, through your servant Pastor Joseph, we pray that may you minister to our heart, King of all the glory. As we learn with the theme of starting with his power, Lord, may you use your servant with the power in Jesus' name. May you use him in accordance to your will as he brings your oracles to us. And it is in the powerful name of Jesus Christ. And everybody shout, I believe it. Amen. Karibu sana. Karibu sana. Bwana sifiwe. Amen. Tunaweza tukaketi chini na kama founder wa KDL Interdenominational Conference na KDL Ministries International amesema, mimi naitwa Joseph Maina na nimeokoka. Mimi ni mchungaji pale Thika. Kitu kimoja kinanifurahisha kuwa hapa ni kwa sababu I love young churches, na mimi pia nina pastor a young church ambayo itakuwa kanisa kubwa. Itakuwa kubwa, itaenea na tutafikia watu wengi. Hivyo KDL Ministries International inazaliwa wikendi hii na itakuwa kubwa. Itaenea kuliko vile unaona. Tunashukuru Mungu, na mimi nina familia na niliwaambia nakuja mission na nimependa Yesu sana. Sasa sina mambo mengi ya kusema, lakini nimefurahi kuja hapa kuona mambo yenye Mungu atafanya katika haya madhabahu mapya, na pia tukiwa na wenzangu ambao tuko kwa KDL Vision Network, tumefurahi kuona neema ya Mungu vile inafanya kazi. Just barely a year ago, Dr. Mike alikuwa anatuambia kitu Mungu ameweka ndani yake. Kamsikiza na kamwambia iko sawa. And now, up to now, ni ukweli hivyo alituambia, Mungu alikuwa amemwambia iko. Juu one proof ya kwamba mtu ameitwa na Mungu ni kuona Mungu akitembea na yeye. Najua siku hizi kuna watu wengi wako kanisani wanajiita wahubiri lakini hawana mwito. Wako tu hapo kwa sababu hawana kitu kingine kufanya. Wakati kuna wengine wameitwa na wanaogopa, wanasema hii sijui nini. Kwa hiyo tunashukuru Mungu na tunampenda kwa sababu ya mambo makubwa yenye anafanya hapa. Mimi napenda missions na nimefurahi kuona watu wengi wakiokoka siku zenye tumekuwa hapa. Sasa straight to the word of God. Na niwaulize, tuongee Kiswahili ama Kiingereza? Watu wa Kiswahili mkono juu. Watu wa Kiingereza mkono juu. Sawa. So tutaongea Kiingereza na Kiswahili tutagani. So today I want to share about title yenye nataka tushiriki is the powers of the church, ama nguvu za kanisa. When we talk about powers, unakuta mtu anaweza kuwa na powers mingi, and we can say a lot about the church, lakini siku ya leo ningetaka tuongee kuhusu the powers of the church. Nimesikia founder wa KDL Missions International akisema that we want to begin with the power. Na unajua ni ukweli. Do you know that the church was born in power? Wewe unafikiria kanisa ilianza lini? Lakini tutaitaja. So I want us to go to the book of Matthew 16 from verse 13 to 20. Alafu pia tutasoma Matthew 18 verse 15 to 17. Hebu nisome kwa haraka. Biblia inasema hivi, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" He asked, "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah,
For this was not revealed to you by man, but my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So hiyo ni verse moja, text moja. And then in chapter 18, verse 15 to 17, huyu Yesu pia anasema hivi, if your brother sins against you, go and show him his fault, just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. But if he will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Utasikia haleluya mingi kwa lakini ni sawa. Hiyo text tumesoma ni Yesu mwenyewe ana engage wanafunzi wake. Sana sana in chapter 16. Na he wanted to ask, what do people say that the Son of Man is? Wakanyamaza, lakini kuna mtu mmoja katika wanafunzi wa Yesu alikuwa mtu impetus. Yeye angefanya kitu bila kujali, akajitokeza na akasema, wewe ni Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Unaona, alimwambia yeye ni mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu akafurahi, akamwambia, kubarikiwa ni wewe Simon son of Jonah, because not flesh and blood has revealed this to you, but my Father who is in heaven. Na tunaona kutokana na hiyo revelation ama confession ya Peter, Yesu alitoa maneno mengine ambayo ni ya maana sana. Akasema, wewe ni Peter, na ujue jina Peter, kama unaweza kukumbuka, wakati Simon alifuata Yesu hapo anaitwa Peter, alikuwa anaitwa Simon. Na ukiangalia Biblia, Simon ilimaanisha mtu hana msimamo. So kitu cha kwanza Yesu alifanya, alibadilisha jina lake. Kulikutoka mtu hana msimamo, akampea jina jiwe. It means a rock, ni jiwe dogo. Na sasa Yesu amemwambia, you are Peter. Hajamuita Simon, amemwambia wewe ni jiwe. Na juu ya mwamba, and on this rock, ukisoma Biblia ukiangalia the original languages, kuna mawili. Kuna jiwe Petro na kuna jiwe Yesu. Petro ni jiwe, lakini Yesu ni mwamba. Sawa? Si mojawapo ya majina ya Yesu is the Rock of Ages. So Yesu alisema, on this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. Na kuna mambo mengine amesema hapa tutakuja kuangalia for in a short while. So hebu tujiulize kwanza, kanisa ni nini? The word church is not an Old Testament word. Ni jina la Agano Jipya. And actually, if I can trust my memory, in the Gospels, the word only appears 3 times. Wale vile hilo neno ni neno la Agano Jipya na zimepatikana katika kitabu cha Mathayo. Hayo maneno yenye tumesoma. Na kanisa maana yake ni watu ambao wameitwa, wameokoka na wanamfuata Yesu. Hilo ndilo kanisa. Don't forget that we are talking about the powers of the church. So the church is a community of the redeemed. Utaenda ukute kanisa, wakati mtu ameanza kanisa kama hivi Dr. Mike ameanza, ndipo unajuaga watu wawili ni kanisa. Na ukikwambia kitu kimoja mbele za Mungu, utakuta kanisa imejaa watu, ama si kanisa, mjengo umejaa watu na hakuna mtu ameokoka pale. Hiyo si kanisa. Kanisa ni kusanyiko la watu ambao wameokoka. Wanaweza kuwa wawili, wanaweza kuwa watatu, wanaweza kuwa wengi, wanaweza kuwa wako kwa kanisa nzuri kama hii, ama wanaweza kuwa kwa chini ya mti. Hao
ni kanisa. Now, the Church of Christ, I want to come here because in our poster, tumeona that the Real Ministries International will be born in power. And do you know that the Church of Christ was born on the day of Pentecost? Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu kanisa ni watu ambao wamepokea Injili. Na Injili ni habari njema ya kifo, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu ili mwanadamu aondolewe dhambi. So before Yesu afufuke, hakuna Injili ilihubiriwa. Kwa sababu Yesu alipoenda mbinguni walikaa for 40 days, na wao after 10 days Yesu akiwa mbinguni, they were filled with the Holy Spirit, wakahubiri Injili, and the first conversions happened. Kanisa ikazaliwa on the day of Pentecost. So the church was born in power, and that's why we want to take that word, that the Real Ministries International shall be born in power like the early church. So kanisa ilizaliwa na kitu kingine ni kwamba kanisa, the church, let me make this statement, that the church is a visible sign of God's kingdom on earth. You know, you are able to know how far the kingdom of God has reached in a community just by looking at the church. Ukija mahali ukute kanisa ni kukufa linakufa, most likely the kingdom of the enemy is dominating. Lakini ukija mahali kanisa iko vibrant, watu wanaogopa kanisa, wanaheshimu kanisa, that might be an indication that ufalme wa Mungu uko na mizizi mahali pale. So kanisa ni ya maana sana, because although the kingdom of God is much bigger than the church is a visible sign of God's kingdom on earth. And I want you to see, when this church is being born, this has a big significance in the kingdom of God. Unaona vile tumepanda hii kanisa, wewe unaweza angalia tu hivi, but katika ufalme wa Mungu hili ni jambo kubwa sana. Hili ni tukio kubwa. Na ndio unaona mapepo wanaanza kusumbuka. Juu it is spirit world. Hii itakuwa kama nuru moja. You know Jesus says, you are the light of the world. And the light put on a hill can never be hidden. You know that the Real Ministries International is a light put on a hill, and it can never be hidden. It will not shine. Itang'aa tu, itaangaza kwa giza. Amen. That's why unaona shetani hajaipenda kanisa ikiendelea. Nakumbuka wakati tulianza kanisa last year, tulianza kanisa tukaendelea, lakini nilikuja kugundua shetani anatufuata. Unaona mtu kanisani ni mshirika wa kanisa yenu, lakini kazi yake ni kufukuza watu. Mnaleta watu anafukuza na hamjui. So kitambo kuja kugundua kumbe adui anafuata kanisa. Na hapendi kuona kanisa likisimama. Inamuuma sana. Afadhali kilabu kijae kila mahali, lakini hataki kuona kanisa. So and you know the church is so important to God that wakati kanisa imekufa katika jamii fulani, inakuwa kitu kubwa kwa ufalme wa Mungu. Wakati tunasikia kanisa limechafuka, limeingiwa na dhambi, tunasikia pastor wa kanisa ndio huyo amefanya dhambi mbaya, tunasikia washirika wa kanisa wamepotea kwa mafundisho mabaya, inakuwa hasara kwa ufalme wa Mungu. But once the church is born, then the church lives. Najua hata Mungu akiwa mbinguni na Yesu mahali, Yesu ambaye ni Bwana wa kanisa anakuwa anafurahia sana. Kwa hivyo the church should grow, the church should flourish, the church should multiply, but should not die. And aidha nikiongea kuhusu kanisa, wacha niseme kitu moja nilijifunza kipago sana. That nasikii kwa nini nawaambia mambo ya kanisa. Nasikii kwa nini napenda kuongea mambo ya kanisa. But I know this. Sisi wote wenye tuko hapa, kuna mahali wewe uko na influence kwa kanisa la Mungu. Sana sana wenye tumekuja missions, I hope you came because you have a burden for the church. I hope and I trust God that you came to win souls because unapenda kanisa la Yesu. That should be the motive and the inspiration.
ya kwamba tukienda watu waokoke waingie kwa kanisa la Yesu, tutakuwa tunafanya kazi ya Mungu. Na wewe, I know you have a place in the Church of Christ. Nimesikiza watumishi wa Mungu, ujue wewe ni wa maana sana katika kanisa la Yesu. As a minister who has a call, especially if you have a call. Let's say mwenye hana call, hana mahali, but the call of God is another different story. You know, when God calls you, He guides you, He equips you, He sets you. Nimeinteract na watu wengi wanaojiita wahubiri, na wengine ukiwauliza, kuuliza mhubiri, hii kitu ilitoka wapi? Nakupeleka hivi, una come to a conclusion, huna mwindo. Nibele alikosa kitu ya kufanya, akaona hakuna na hubiri. Na ni wengi by the way, wamejaa huko. Na ndio maana hata akipata pesa, last week watu tulikuwa mission Langata. Sitawaambia wewe mhubiri juu alikuwa hapa Nairobi. So huyu mhubiri alienda pale akachukua shamba eka 6. Akasema wakati wa uhuru, akasema anataka kujenga kanisa. Mhubiri unaweza mjua tu alikuwa popular sana huku Nairobi, lakini alienda akafanya scandal. Sasa huyu mhubiri kienda kuhubiri injili with the host pastor, nikaona mtu anatuuliza mnafanya nini? Nikaenda kumhubiria. Ni pastor akaniambia, kumbe aliona mtu mwenye anahubiria na mimi sio hofu juu. Sina hubiri injili. Kwani injili unaogopa? Tunahubiria kila mtu. So ndio alikuja kuniambia, "Hii pastor hakuwa na mtu kwa anatafuta." So wakati alipata shamba kubwa, kama aliachana na huduma juu motivation yake sio call. Wengine na wao wako na call, lakini siku atapata pesa, anaona si niko na pesa. Do I need this thing again? And that's why kama sasa hapa Nairobi kuna pastor mmoja huwa ananiuma sana. Sitaongea hiyo story, lakini unaona huyo mtu watu wengi wanahubiri wakati unaona uko na influence na pesa unaweza pata wewe unatoka kwa mtu. Unaanza kudeflate. Ndio unashtuka kujua ni Mungu alikuwa amekuequip na kazi zake. Now, so the church as an organism should grow. Every organism has life, but life can be lost. Sio? Najua kila kiumbe kinaweza kucheka. Ndio maana tunataka tuombe kanisa hili na makanisa yetu yakuwe healthy. Sisi najua mambo yanayotaka ugonjwa kwa kanisa. Mungu atuokolee. Tukiwa makanisa yako na afya. Juu kanisa ikiwa na afya itazaana, itaongezeka, itafanya mambo mengi tutakuja kusema hapa. But the church is also an organization. Sometimes tunaona kanisa kama sio shirika. Kanisa ni shirika. Na shida yetu Pentecostals, we focus more on the organism side of the church, and you know that we should be a good organization. A good organization yenye inaongozwa vizuri, with transparency, yenye iko na goals, yenye iko na vision, yenye iko na forms of conflict resolution, yenye members wanaheshimika. That's how we go on, because we have to balance the two. So mimi nataka tuombe na tujue kanisa la Mungu ni la maana sana. Na do you know that the Church of Christ is built on the revelation of Peter that Jesus is the Christ. Wakati Yesu alikuwa anacheza na maneno, ukifuatilia hiyo lugha ya iliandika Biblia ya kwanza, alikuwa ni kama alikuwa anasema hivi, wewe ni jiwe. Najua jiwe, unaona? Anaambia Peter, wewe ni jiwe. Na juu ya hapa nitajenga kanisa langu. So Petro alipata ufunuo, ni kama jiwe limekatwa juu ya mwamba. Akasema huu ufunuo umepata wa Yesu, juu ya huu ufunuo utajenga kanisa langu. So kanisa ni la Yesu. Na ni furaha kubwa sana. Kwanza sisi ambao tunajiita wachungaji, I think we have to be very careful. Juu hizi makanisa tunaongoza, unajua tunapenda kusema kanisa yako sio zetu. You are a steward. Na utajua sio yako
siku tutaenda kwa hukumu. Juu kuna mwenye aliinua hii kanisa. Ni kweli kama mashirika tuna mchango wetu. Kuna ile input lazima tutoe ndio kanisa iendelee. Lakini kwa nini mwenye kanisa, mwenye alinunua, mwenye alimwaga damu yake juu ya hili kanisa, the boss of the church is Jesus Christ. Na ndio maandiko yanasema tuchunge kanisa lake vizuri, because when he appears we shall receive the crown of glory. So tukue waaminifu. Sasa mimi nataka niseme mambo matatu. So what I'm calling the powers of the church, ambazo Yesu ametaja hapo. Na hizi powers of the church, we need to know them, we need to understand them, we need to exercise them kama kanisa la Yesu, kwa sababu Yesu ametuachia hizo powers. And these are the powers that are given to the church. The power number one is the power of the keys of the kingdom. Yesu aliwaambia Peter, on this rock I will build my church, and I will give you the keys of the kingdom. Chenye mtafungua hapa duniani tafunguliwa mbinguni. So one of the powers that the church has. Na vile nimegundua sisi kama kanisa tunadharau hii power is the power of the keys of the kingdom. And the keys of the kingdom is the gospel of Jesus Christ. Sisi kanisa peke yetu ndio tuko na ufunguo wa ufalme wa mbinguni. And this is a power that we were given by Jesus. Na tunastahili hii ufunguo tuitumie kabisa. And when you look at the words of Jesus, when he was talking about the gospel of Christ, tunaweza itaja mambo matatu kulingana na Biblia. It is the gospel of salvation. Number two, it is the gospel of peace. But number three, it is the gospel of the kingdom. Kwa pamoja, so sisi kama kanisa, we have something nobody else has, the gospel of the kingdom. But I ask myself, sisi kama kanisa, how often do we invest and do we give ourselves to preach the gospel of the kingdom? Mara nyingi kwanza kanisa ikiwa na watu wengi, tunatosheka. 3 years back, kuna wakati tulienda mission Arusha, kwa na experience hii. Siku moja tukaenda kwa kanisa ya TAG, kanisa kubwa, wako na shule, wako na hostel, wako na nyumba za kulala, wako na kanisa kubwa. So tulikaa vizuri. Yaani unaenda na mission unasikia, nilikuwa mission ama nilikuwa conference. But then we had another experience. Tukaenda mahali pengine, kanisa hili ilikuwa maskini. Tulikuwa tunalala chini. Unaenda mission unatafika dunia, mnalala chini. That was the experience. Alafu kanisa ile tulienda ilikuwa inatoshana na hapa. Hata sijui kama ilikuwa imetoka kwa hiyo meza ya wachungaji. Na ilikuwa imejengwa na makope na nyasi. So, tukahubiri, chakula kupatikana ilikuwa shida. Tulikuwa tunalala chini. Maji ya kuoga wanatoa bali. But I saw two different experiences. Hii kanisa yenye iko na pesa na ni kubwa, tulihubiri na watu wakaokoka. Ila watu wanashughuli na sisi. Hawakufuatilia hao watu wenye waliokoka. Tulikuwa tunaambia tufuatilie watu hawana haja. Sio wametosheka, sio wana kila kitu. Lakini ile kanisa yenye tulienda ilikuwa maskini. Tulihubiri wakokoka watu 140. And the first Sunday, 45 people came to church. Hiyo kanisa unajua walikomboa. Because this church, when a church is as young as it is, we are hardly to preach the gospel. We have no option. We have no option. We have to preach. Juu hatutaki kwenda kudanganya watu. Na tunataka tujenge kanisa. Na kanisa itajengwa kuna watu wenye wanaokoka. So lazima tujenge. Lakini inafika mahali tunakuwa wengi. Tuko na pesa. Unaona watu ni wengi. Tukitaka kutumana tunatuma watu watano na wanaenda watu mbili. So but let's say this. The church should exercise the power of the keys of the kingdom
Na ukumbuke Yesu pia alisema, nataka hii injili ihubirie duniani yote, alafu mwisho wa dunia utafika. Kwa hivyo kama kanisa na waomba kitu kimoja, wacheni kuhubiri injili. Hata kama tutaenda kuhubiri aokoke mtu mmoja tukiwa watu 100, inabidi kuhubiri injili, kwa sababu Yesu amekupea ufunguo wa mbinguni. Na kuna watu wengi wanakufa kila siku wanaenda jehanamu, na sio tu hawajaenda mbinguni, ni sisi kama kanisa tumelala, hatujapeleka habari njema ya ufalme wa mbinguni. Jambo la pili, he talks about the power of spiritual warfare. The power of spiritual warfare. Kanisa liko na nguvu zingine, na hii nguvu iko kwa kanisa. Serikali haina, wanabiashara peke yao hawana, dini haina, but the church has the power of spiritual warfare. Yesu alisema hivi, nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayatalishinda. Do you know something? Wakati hili kanisa linapandwa hapa, kuna milango ya kuzimu itapotea. Hata kuna mapepo amejua gari, utaenda wapi? Itakuwa aje? Because the church, once we exercise this power of spiritual warfare, we are able to restrain, defeat, and destroy the powers of darkness. Na unajua ufalme wa giza umeenea sana. Na ukitaka kujua umeenea, hebu fuka tu hapa Isibuli ujaribu kuhubiri injili. Uone watu wanakuangalia hivi, wanauliza wangekuwa na Kristo wakujue hizo. Kwa sababu ufalme wa giza umeenea hapo, umejenga misisi. Wananunua kila shamba huko na wanafanya hapo, Kristo hawezi kufikia. But what is the church doing? Are we exercising the power we have for spiritual warfare? We need to do that. Ukumbuke, the Apostle Paul says that we have weapons. Tuko na silaha, na tukitumia silaha za Mungu tutashinda mapepo. You see, inasema we need to use the weapon of faith. The gospel, actually the gospel of peace is a very powerful weapon. Kuna mtu unaenda unamhubiria, ile roho ilikuwa imemfunga inashindwa kufunga tena. The gospel is a weapon in spiritual. Ndio maana alisema being ready with the preparation of the gospel of peace. Hiyo ni silaha moja pia tumepewa. Ukweli. Kanisa la Mungu linahitaji kuwa na ukweli, truth. You will be surprised. Hakuna watu waoga siku hizi kama sisi kanisa. Tunadanganya. Hata siasa tumejiingiza kwa zetu, tumedanganya. Wanasiasa kuliko wakuje washangae na sisi, wanakuta sisi ni wanatufanya tukue waoga kama wao. We need to use the weapons of righteousness, and then we have the sword. Kwanza tuko na ingine ambayo ni sword of the spirit. Tukiwa nayo inashinda vita za kiroho. Lakini kusikia. Unaona hata wengine unatuona wakubwa. Unaweza analyze message zao ukute 90% sio Biblia. Mtu anahubiri a very good sermon, but 90% ni story, 90% ni kujionyesha, 90% ni miujiza. Na si miujiza kwanza halali. Kuna neno. Na ndio maana tunaweza ku-exercise the power of spiritual warfare. And then finally, he talks in chapter 18 of the power of church discipline. Church discipline. Kanisa, tunastahili tukue na uwezo wa kuconnect believers wakati wanatoka kwa njia ya msalaba. Unajua ni vibaya kanisani, mtu anafanya dhambi na tunampea cheo kanisani. Mtu anafanya uasherati kanisani na hata hatumkosoi. Mtu anaiba pesa ya kanisa ile tunamwambia nisikia story nyingine. Mtu anachaguliwa kanisani akiwa anahesabu pesa. Kazi yake ni kuiba. Honestly. Wizi. Sasa afadhali ya Jehova. Ama achana na majaribu hiyo. So we need to connect ourselves
sio. Ndugu akifanya makosa, tumwambie ndugu, ni kweli unaibada vizuri, ni kweli unakwenda asha mzuri, lakini dhambi utaacha. Na hiyo si tafadhali, dhambi utaacha. Ukihitaji msaada wetu tutakusaidia, lakini dhambi utaacha. Hatuwezi kuwa na wewe na tukihubiria wengine waokoke, kumbe sisi ndio hatujaokoka. Kwa hivyo mimi sitaki niendelee sana, lakini nataka niseme hivi kwamba kanisa liko na nguvu sana, na tunaomba Mungu abariki Peniel Ministries International. Hii kanisa unaona inaanza. God has got very high expectations of this church. Mungu anatarajia mambo mazuri yenye atafanya kupitia kwa hili kanisa, na sisi kama marafiki zao kwa pamoja, sisi kama marafiki zao tumekuja kuwaombea, tumekuja kuwatia moyo ili wasiwaze kwa nguvu na wafanyie maono yenye Mungu amewapea to achieve his purpose in this area. Kanisa hili naomba kitu kimoja, may this church grow big. Bwana sifiwe. Amen. I hope you have the same prayer with me. I hope hauko hapa na hauombi kanisa hili kuwe kubwa. I hope you wish this church well. Unajua mara zingine ni vizuri tusiwahi kuwa na wivu. Ukibona niliona baya. Kwa sisi wenye tunasoma tumekamilifu. Ukiona mtu ameanza vizuri kukuliko, unaanza kusikia kidogo. Unaona? Hiyo roho kusema ishindwe. Shindwe kabisa. We wish this church well. Tunataka Peniel Ministries International ikuwe kanisa, ikuwe ndio kanisa most shining, the brightest shining church in this area. And that's why we came here. We came here to cheer them up. We came here to encourage them. We came here to have them start in power. Na tunawatakia kila ushindi. Kitu kingine, we pray that this church shall be a breeding ground. Unajua nilikuwa nasikia watu wakisema kanisa ni shule, ni gegogo, ni mahali pa kuenda kulea. So hii kanisa may it become a breeding ground, mahali pa kuzaa, kulea na kutuma. Unajua kitu moja najua, from Saturday ile inakuja, hata Peniel Vision Network will never be the same again. Nimeona kwa missions, kama hakuna kanisa yenye iko ni base ya hiyo mission team, inakuwa shida. And greatest missionaries and apostles kama Paul na wengine tunaona they have a base. So hii base ya Peniel Ministries International mimi naifurahia sana. Hii itakuwa base mahali pa kutuma. Si unaona Jomo Kenyatta International Airport. Mimi naomba hii kanisa ikuwe kama Jomo Kenyatta International Airport, mahali ambapo watu watakuja na ndege zitatumwa wapi, Dubai, zingine UK, wapi na wapi. Jomo Kenyatta International Airport huwa inasafu. How many destinations does our national carrier airport have? Ujui? Farasi the image of an airport. Kanisa ikuwe ni base, mahali itatuma watu watatoka hapo waende mwisho mbali, watu watatoka hapo wafikie watu wengi, wapone, waokoke, wamjue Mungu, na tutampea Mungu sifa na utukufu. Now, may this church become a basket of God, basket, Najua hizo alisema, I will make you just Pastor Bakas, tuko pamoja. Nilisikia ukisema asubuhi, aliwafundisha kuhusu kufua samaki. Na unajua kitu moja tunaona walikuwa na basket. Ukifua si unaweka. So mimi naomba katika jina la Yesu ya kwamba hii kanisa itakuwa basket. Samaki zikivuliwa zitakuja kuwekwa wapi? Hapa. Si useme ikuwe basket. Ikuwe basket ya Mungu katika jina la Yesu. Na pia kuna mmoja nataka tuombe. That the gates of hell shall not prevail against this church. Amen. Siyo ni Yesu alisema. Amen. Hata hasifai ku prevail. Kwa hivyo we declare they shall not prevail. Na zitakuja. Na labda zimeanza. Zitakuja, zinawakodolea macho hivi.
Sinasema hii kanisa, hata tumeona ishara sisi. Tunasema hii kanisa haitaendelea. But let them hear. They shall not fail. Shall not fail. Kuna watu wengine nataka usaidie kuombea hii kanisa. That Peniel Mission, Peniel Ministries International will overcome all the sufferings that they are meant to suffer. Kwa pamoja, I read the Bible in Revelation 2:10. There was the church of Smyrna. Jesus told them, najua majaribu yenye mtapitia. Na hizi hakuna majaribu mtahepa. Kuna majaribu, si majaribu. What is suffering in Swahili? Suffering is mateso. There are sufferings that you must go through, that your church must go through, that the church I lead must go through, that every believer must go through, every minister of the gospel must go through suffering. But this is my prayer, that the Lord shall keep you on the day of your suffering. Wakati hizo vitu zitakuja, Mungu atawashikilia. Apostle, yatakuja mengine, ni neema pia Mungu itakupitisha. Lakini Mungu atawashikilia. Haleluya. Simsimame tuombe hao maovu katika tano hizo tuweke katika jina la Yesu. Ele mbele za Mungu, upende kanisa. Don't be afraid. Father, Maria, Maria, Babalika, Rekusha. My God, Maria, Maria, Ele mbele za Mungu na uombe katika jina la Yesu. Tumekuja hapa kuwatia moyo. Tumekuja hapa kuwainua. Tumekuja hapa kuwatia ushindi. Tumekuja hapa katika jina la Yesu. katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, weza mwaka yote, waweza Jehova, unaombea hii kanisa ushindi, unaombea hii Jehova, katika jina la Yesu Bwana, glory to God Bwana, unaombea hii kanisa ushindi, ombea hii kanisa ushindi, ombea hii kanisa ushindi Jehova, ni Jehova God, Jehova God. Katika jina la Yesu Kristo, my God, my Father, katika jina la Yesu Kristo, glory Jehovah, give you the honor, my Father, give you the adoration, my Redeemer, katika jina la Yesu, I pray and pray, my Father Jehovah, in kanisa Jehovah, mighty Father Jehovah, Jehovah God, it shall prevail against his enemy power, against his enemy power. Katika jina la Yesu, my God and my Father, my God and my Redeemer, Jehovah Ikarina, Jehovah Ushika, I give you glory, my Father, give you the honor, give you the adoration, my Father, in the mighty name of Jesus. Yes, for Jehovah, Jehovah Nisi, in the mighty name of Jesus, my Father, my God, my Father, my Redeemer, oh Jehovah Nisi, oh Jehovah Rapha, oh Jehovah Kuchariya, my Father, my God, my Father, my Redeemer, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova, aliyetukuka. Kuna mamlaka zote ni zako, kuna mamlaka zote ni zako, bila kuchoka go, bila kuchoka go, kwa Jehova God, apendeza Jehova katika jina la Yesu, I give you glory Jehova, I honor Jehova God, nisalemu Jehova, nguvu zote za giza, falme wote wa giza, leta Jehova shida katika jina la Yesu. My Father, my God, my Father, my Redeemer, katika jina la Yesu, I declare Jehova, moto wa Roho Mtakatifu shome kila madhabahu ya giza, kila milango yote ya kuzimu haitawazuia Jehova kufanya kila jambo katika jina la Yesu. Worship you, my Father, give you glory, my Father, mighty name of Jesus, mighty name. Nataka niombe watu wawili
na sisi kama kanisa tuko na ufunguo wa ufalme wa mbinguni. Tumefurahia kukuombea. Sijui kama kuna mtu kama huyo kati yetu hujaokoka na ungetaka kuokoka siku ya leo, inua mkono wako tutaomba na wewe na tutafurahia sana. Sawa, hebu niulize, kwa wageni wenye mmekuja hapa, nani anasikia anapenda hili kanisa? Inua mkono wako. Nani anasikia anapenda hili kanisa? Sawa. Na nani anasikia tu kama hauko shuleni, tunasikia kama ungependa kujiunga na hili kanisa? Okay, naona mmoja hapo. Hapa mbele. Wewe unasikia? Tafadhali John hapa mbele. Wewe unasikia? Wewe uko shuleni unasikia? Ndio watu watatu unasikia tu hiyo. Najua tunataka kukuombea. Shetani anaweza kuwa hataki ukuche. Hakuna anataka ukuche. Sawa. Hebu nendeni baraka kwa hao watu. Na kwa wengine listen. Na watu wengi sana Mungu anawaita hawaleti hapa. Can you exercise faith and call them? Waite. Waambie hawatapotea njia, watakuja hapa. Natubariki ndugu yetu. Mungu tunashukuru. Dakika moja tunashukuru kwa ndugu yetu Bwana. Mubariki, anajisikia akitaka kuchunga na hili kanisa na atawakilisha watu wengi sana ambao wamekuja kanisa. Baba, ninaomba katika jina la Yesu utamuongoza, utamsaidia, utamwezesha kwa sababu wewe ni mwema. Unastahili sana Yesu. Tunakutukuza na tunakubariki katika jina la Yesu. Bwana tunashukuru, Bwana tunashukuru. Mungu awabariki sana, tumewabariki. Karibu, asante Mungu. Mungu akubariki. Na mchunga na